Na hii ni mambo tulikuwa tumesema kwa serikali yetu, mambo ya kubomolea watu hatutafanya. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tukuwe na huruma kwa watu maskini, kwa Wakenya wa kawaida. Tusiwahangaishe, tusisumbue hawa, tuwapatie pia nafasi waishi kama Wakenya, kwa sababu ni muhimu sana. Kwa hivyo mimi ningetaka niseme watu ya Makueni nimeshukuru sana. Sana sana. Na mtaanza kuona sisi huku tukija kutembea. Mnataka tukuje? Sisi tunataka tutengeneze uhusiano ya kisiasa ya miaka na miaka. Na this coming election ndio tutasil urafiki wetu kwa debe. Najua urafiki inakuja pale kwa debe. Nyinyi mlikuwa mnaweka debe yenu, sisi tunaweka yetu. Sasa tunataka tuweke debe moja. Tutaweka debe moja? Na tutakubaliana, hakuna shida. Tutakaa viongozi, tuone vile tutapanga vizuri, tukae, tukuje tumwambie nyinyi mpango ni huu. Nyinyi sasa mfanye yenu. Bora tutafute serikali ya kulinda uchumi na ya kuheshimu wa Kenya. Na sio ya utawala ya lazima na kutumia DCI kufanya siasa. Mtu akisema kitu huko kwetu siku ya Jamhuri Day watu walikataa kusikiza hotuba. Sasa viongozi wanashikwa. Ati watu hawakusikiza hotuba ya rais. Sasa raia anasema simshike sisi. Si hao ndio walikataa kusikiza. Sasa utashika kila mtu. Vile mimi naona hii Kenya ikienda itabidi maseli panuliwe. Sababu kila mtu amekuwa kichwa ngumu. Watu wamechoka, watu wamerevuka. Sasa ukiwa kazi yako ni kushika watu, utashika mpaka nani? Hii watu watakaa jela gani? Na jela zimejaa tayari. Si usungumzie watu ujue ni kwa nini wanakataa kusikiza hotuba. Si urekebishe hiyo hotuba uweke mambo ya ukweli. Hakuna haja ya kuhangaisha viongozi, ma-MCA wanashikwa, MPs wanashikwa, nani nashikwa. Sasa utatawala namna gani kupitia polisi? Polisi hawezi saidia mtu kutawala. Utaongelesha Wakenya vizuri, ujue ni kwa nini wamekasirika, urekebishe. Ukirekebisha basi utakuwa na amani. Lakini kushika watu na kufungia hiyo hapana solution. Sasa tuliona huko jana Nyandarua watu wamejaa kwa barabara. Nasema usike MCA ni sisi. Tumejilete, fungia sisi. So hiyo maneno ya uongozi wa lazima na wakifua hawezi fanya kazi katika Jamhuri la Kenya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kalawa. Hapa ndio kwa Joseph Munyao. Huyo mzee unajua alikuwa rafiki sana ya Mwai Kibaki. Si mnajua?